difference kati ya watu ambao wameokoka na watu ambao hawajaokoka. Watu waliokoka wanasema hivi, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Right? Ambao hawajaokoka wanasema hivi, nitainua macho yangu nitazame maisha, msaada wangu uko wapi? Sina msaada. Msaada na wao wenyewe. So wao kwa kuwa hawana msaada. Wewe umepata msaada kwa Bwana? Si unamkimbilia Bwana ukiwa na shida? Ukipata changamoto unamkimbilia Bwana, right? Wao hawana wa kumkimbilia. So achilia kwanza wanakwenda kwa waganga na washirikina. Acha kwanza hiyo. Tuongelee mtu wa kawaida kabisa ambaye anajua hivi, hapa nisipokomaa na kufa, au hapa nisipokomaa sipotoboi. Na wewe ambaye unasema hivi, hapa bora nikimbilie kuomba msaada kwa Bwana. So kitu ambacho ungeweza kukibeba mwenyewe, yani mtu ambao ungeweza kubeba mwenyewe, wewe unataka ukae uanze kumwomba Bwana. Unataka msaada wa Bwana akusaidie. Imeandikwa atuma malaika wake watakuokoa, watakusaidia. So you are crying to God akupatie msaada wa malaika wa kubeba mtu ambao mtu huo kuna mwenzako wa giza ambaye hajaokoka, hahitaji kumwomba Bwana. Yeye anachokifanya akifika anajua kwa kuwa sina msaada wote ule, hapa ni bora nikanyanyua mwenyewe. Ushawahi kuona mtoto ambao wanasema hivi, watoto ambao wamekaa kwenye familia za kitajiri, waga wanakuwa kama wajabu ajabu. Lakini wale ambao wamepitia kwenye maisha magumu, waga wanakuwa kidogo na akili. Kwa sababu yule ambaye kwenye maisha magumu ya kimaskini anajua nisiposoma kesho sina future. Nisipofanya bidii kesho sina hatima. Lakini yule ambaye amezaliwa baba ana kila kitu, mama ana kila kitu, mama anafanya kazi, baba anafanya kazi. Do you know what's happening? Anakuwa anajua hivi, mimi mali zipo za baba yangu na mama yangu tu. So kwake yeye hana effort ya kuweza kutoboa maisha yake because anajua kuna msaada wa baba na mama. Huyu ambaye anajua baba amekwisha kufa, mama ndio huyo anauza mchicha sokoni, kwake yeye anajua sina msaada wote ule. So mimi peke yangu nataka ni push kwa ajili ya kuweza kupata mafanikio. Kwa yeye atafanikiwa mbeleni kuliko huyu ambaye ameboteka. Ndivyo tofauti kati ya Wakristo na wasio Wakristo. Vile ambavyo wangetaka kufanya wao wenyewe, wanajua sina msaada wa Bwana, sina msaada wa Bwana, na wakati mwingine sina msaada wa mchungaji. Kwa hiyo ikitokea jambo dogo ambalo angeweza kusolve mwenyewe, anasema ngoja nimpigie pastor. Pastor, kuna 1 2 3 4 things. Okay, sawa. Sio mbaya kutafuta msaada kwa pastor na kwa Bwana, lakini kuna mengine ambayo yapo kwenye uwezo wetu wa kawaida kabisa, ambayo inataka tupate ujasiri ndani yako na kuyafanya maisha yako. Haleluya. Some of the things ni kwenye realm ya kibinadamu, sio realm ya Bwana, ni realm ya kibinadamu kabisa. Ni kanuni za duniani. Tunasema universal law for prosperity. Ni kanuni za kufanikiwa duniani. Hizo kanuni zinasemaje? Mfano mmoja hapo nimekwambia, kufanya kazi kwa bidii. Kufanya kazi kwa bidii, apandacho mtu atavuna. Anayepanda bidii atavuna matokeo ya bidii yake. So wewe ni mlokole, wewe umeokoka, badala ya kufanya kazi kwa bidii unakaa kupiga porojo. Trust me, poverty will be there. And you know funny story, utakimbia kwa Bwana, Bwana unibariki, Bwana uniondolee baba umaskini. Ukimaliza maombi, umaskini haurespondi kwenye maombi peke yake. Umaskini unarespondi kwenye kufanya kazi. Do work, fanya kazi. Fanya kazi kwa mikono yako mwenyewe. Fanya bidii. Ile ni kanuni kwa mshirikina, mtu wa giza asiende kwa Mungu, asikimbia kwa Bwana. Akiamka asubuhi na mapema, ukimwona barabarani anakwenda kufanya kazi. Ukimwona anakwenda kufanya kazi, be sure kesho na kesho kutwa atakuzidi mafanikio. Wakati wewe na mimi tunakaa tukimtafutia Bwana, tunakaa tukimwita Mungu, Bwana nakuita. Ukiendelea kumwita Mungu kwenye hicho ambayo Mungu ameshakuachia tayari, God has no answers on that thing. Never.